tumefungua na yeye. Hata kule kwangu kuna kanisa linaitwa Tungururwe, yeye ndiye alifungua. Na kuna mengi ambayo tumefungua kwake. Kuna Marini na kuna ingine tulifanya kazi ya kutosha. Mungu akubariki tunapoendelea katika uwanja huu. Na tuombe. Tunakualika Mungu kwa mkutano huu sasa hivi. Njoo unene nasi tupate kupona katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Wale tulikuwa pamoja na wao jana, tulipokuwa tukichambua Biblia yetu, tulipata kujua kwamba tutaokolewa tu kwa kumtafuta Yesu na kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tukitaka kutengeneza uhusiano wetu pamoja na Mungu, lazima tutarudi kwa Biblia ili Biblia itueleze namna ambapo tutatengeneza uhusiano wetu pamoja na Mungu. Ikiwa tunataka kujua Mungu ni nani, lazima tutarudi kwenye Biblia ili atuambie huyu Mungu ambaye ni mwanzilishi wa mwanzo anaitwa nani na uwezo wake ni wa namna gani. Ili tupate kuelewa namna mpango wa wokovu ulivyopangwa, tutarudi kwenye Biblia, kitabu cha Mungu, ili ipate kutueleza ni jinsi gani na kwa namna gani Mungu alipanga na kukusudia juu ya ukombozi. Leo hii tumekuwa kila siku tukiangalia kitabu cha Timotheo. Kitabu cha Timotheo ni fungu ambaye kinatuelekeza katika mafundisho yetu ya makambi. Kitabu cha Timotheo wa pili 3 mstari wake ni wa 16. Na hii ni bwana haiko vizuri. 16. Natufuta. Kila andiko limevuviwa na Mungu na lafaa kwa mafundisho, kwa kuwaonya watu makosa yao, kwa kuwaongoza na kwa kuwafundisha katika haki. Katika ulimwengu huu ambao umejawa na dhambi, tunajuaje kwamba ulimwengu huu umejawa na dhambi? Tunarudi kwenye Biblia. Biblia inatuambia jinsi ulimwengu umekumbwa na dhambi, na dhambi imejaa ulimwenguni, na dhambi itaangamiza ulimwengu pamoja na vyote vilivyomo. Hivyo basi katika fungu hilo imesema kila neno linalotoka kwenye pumzi ya Mungu lina uwezo wa kuisha, lina uwezo wa kuisha maisha ya mtu aliye sakatwa na dhambi. Ina uwezo wa kuisha na kumpatia matumaini yeye. Tunapata matumaini ndani ya Biblia, ni mahali ambapo tunapata ushindi. Ndani ya Biblia ni mahali ambapo tunajua kwamba kupitia kwa Yesu ametufanya tuwe wana wake. Leo hii tutaangalia, tulisema jana
wake ni 4 anasema hivi: hata ilipotimia utimilifu wa wakati, Mungu kwa kupenda ulimwengu alimtuma mwana wake Yesu kama zawadi ya neema yake, kama zawadi ya neema yake kwa wenye dhambi, ili aje awaokoe wale wote waliokuwa chini ya laana, waliokuwa chini ya laana. Hivyo basi wale wote ambao walikuwa wamelaaniwa kwa sababu ya dhambi, wale wote ambao walikuwa wamehukumiwa kwa sababu ya makosa yao, wale wote ambao wamesukuma mbali na dhambi, kwa njia ya neema ipatikanayo kwa Mungu kwa njia ya Kristo, wote wamepata nafasi ya kurudi kwa Mungu. Wote wamepata nafasi ya kurudi kwa Mungu. Na tunapata kuelewa hii ikiwa tutarudi kwenye Biblia na kuchunguza na kuona na amepanga huu mpango wa wokovu. Sikia, tulipohesabiwa haki ndani ya Yesu, kitabu cha Wakolosai, kitabu cha Wakolosai, Kolosai 1 mstari wake ni wa 13. Msomaji. Wakolosai 1:13. Wakolosai 1 mstari wa 13. 15. 3. Wa mwana wake mpendwa. Sikia, ili tupate kuelewa namna Mungu alituokoa, lazima turudi kwenye Biblia. Kwa maana alituokoa tutoke kwenye giza, alituokoa tutoke kwenye hukumu, alituokoa kutoka kwenye matatizo ya ulimwengu huu, na kutupeleka katika pendo la mwana wake Yesu Kristo. Ukirudi mstari wa 10, 11 na 12 inasema nini? Mstari wa 10. 11. 11. Nasi tunaomba haya ili mpate kuishi maisha yanayostahili mbele za Bwana. Sikia, nasi tunaomba haya ili mpate kufanya nini? Mpate kuishi maisha yanayostahili mbele za Bwana. Sikia, ili mpate kuishi maisha yanayostahili mbele za nani? Kwa hiyo sababu ya sisi kuja hapa ni kwamba ili tuingizane tuwe na maisha mazuri yanayostahili mbele za nani? Makambi hii ya mwaka huu, makambi ya 2026 ni makambi ya matengenezo, ni makambi ya kutengeneza uhusiano wako pamoja na Mungu, ni makambi ya kuacha maovu ambayo tumekuwa nayo na tumkaribie Mungu ili tuishi maisha mazuri yanayopendeza mbele yake. Hatuwezi kuishi maisha kama haya yanakupendeza mbele za Mungu ikiwa hatutampokea Kristo aingie ndani ya maisha yetu na kututengeneza na kutufanya sawa sawa kupitia kwa neema yake katika Kristo Yesu. Msomaji, mstari wa 11 na 12 kitabu cha Wakolosai. Mkiwa mmetiwa nguvu kwa uwezo wote kwa kadiri ya nguvu yake mwenyewe. Sikia, ikiwa tutampokea Kristo na Kristo ameingia ndani ya maisha yetu, uwezo wa Kristo utakaa ndani yetu, nguvu za Kristo zitakuwa ndani yetu, hekima ya Kristo itakuwa ndani yetu, ufahamu wa Kristo utakuwa ndani yetu, na tutatembea tukiwa viumbe vipya. Atengeneza, afanye matengenezo katika mioyo zetu ambaye yametanga mbali naye kwa sababu ya dhambi. Upendo wa Kristo unatuelekeza pole pole mpaka tupifike kwenye upeo wa uwezo wa nguvu zake. Mstari wa 12. Nani kwa furaha mkishukuru Baba. Sikia, ambaye wale wote ambao wamekubali Kristo, wale wote ambao wamepokea Yesu, wale wote ambao wamechagua kumfuata Yesu kwa njia ya imani, watakuwa na furaha maisha yao. Hakuna mtu atakayefurahia mapenzi ya Mungu kama Mungu hayuko ndani yake. Hakuna mtu atakayejihisi salama kama Kristo
tutapona. Kwa Yesu tu tutakuwa na furaha. Kwa Yesu tu tutakuwa na matumaini. Kwa Yesu tu tutakuwa na ushindi. Kwa Yesu tu uzima wa milele ni yetu. Mstari wa 14, 15 tutaenda pole pole. Ambaye katika yeye tunaona ukombozi. Sikia, ambaye katika yeye Yesu tunaona ukombozi. Sikia, yaani msamaha wa dhambi. Sikia, 15. pole pole, kubwa unachukua picha. Ambaye katika yeye Yesu sisi sote ambao tumeketi hapa na wengine ambaye hawako pamoja na sisi. Halo? Tuko pamoja lakini au nimeenda juu zaidi? Kipi tu la nanga wangi sasa? Ije ni ndio mara sisi ndio mimi usanga ndio siende bole. Sisi kekele ndio ndio la wala hiyo tu. Au kama inote. Kipi tu? Samani. Rudia fungu hilo. Ambaye katika yeye nataka mtu akale jina nisomee. Nataka yasoma pia hapo hiyo. Lakini nataka mkale jina nisomee hapa. Kwa manufaa ya wengi labda ambao kwa njia moja au nyingine Kiswahili inaweza kuwa vigumu kwao. Soma mwenyewe. mfano wa Mungu asiyeonekana. Sikia, huyu Yesu aliyetuleta huru, huyu Yesu aliyetupatia ushindi, huyu Yesu ambaye ametufanya tuwe wana wa Mungu, yeye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Ukitaka kumwona Mungu, uangalie nani? Zamani Mungu alisema na baba zetu kwa njia mababu zetu zamani za kale kwa njia ya manabii mara nyingi na kwa njia mbalimbali. Sikia, alisema na manabii mara nyingi na kwa njia mbalimbali. Ukitaka kuelewa jambo hilo unarudi kwa Biblia. Ukitaka kujua mambo hayo unarudi kwa Biblia. Kitabu cha Mungu, neno la Mungu. Soma endelea. Mstari wa 2, lakini katika siku hizi za mwisho, siku kama ya leo, siku kama ya leo ambayo sisi zote tumekusanyika katika shule hii ya Kapelani, Mungu anakusudi kwa ajili yetu. Siku hizi za mwisho. Kwa hiyo tunapokuwa hapa tujue kwamba tunasimama katika katikati nyakati za mwisho. Huyu Mungu aliyezungumza na wazazi wetu zamani
njia tofauti tofauti na mahali tofauti tofauti. Anataka kunena na sisi leo. Somaji. Endelea na fungu hili. Lakini katika siku hizi za mwisho anasema nasi kwa njia ya mwanawe. Sikia, katika siku hizi za mwisho ambayo ni siku ya leo, anasema nasi kupitia kwa mwana wake Yesu, ambaye amemweka kuwa mrithi wa vitu vyote. Amemweka kuwa mrithi wa vitu vyote, na ambaye kupitia kwake aliumba ulimwengu. Na ambaye kupitia kwake wewe na mimi pamoja na vyote vilivyojaa dunia vimeumbwa na yeye. Endelea msomaji. Mstari wa 3. Mwana ni mng'ao kwa utukufu wa Mungu na mfano halisi wa nafsi yake. Sikia. Ukikutanisha fungu hilo na kitabu cha Wakolosai 1 mstari wa 15. Ukikutanisha fungu hilo na kitabu cha Wakolosai 1 mstari wa 15 na 16, inatuambia kwamba Yesu ni mng'ao wa Mungu usioonekana. Si kwa matendo ili mtu asitakatifu. Jana tulisema ikiwa mtu amekupatia kitu pasipo wewe kutarajia, pasipo kuuliza, kwako ni zawadi, kwake ni nini? Kwako uliyepewa ni zawadi, kwake ni neema. Kilichomsukuma akupatie kitu hicho ni neema. Kukupatia kitu pasipo kuuliza, kitu hicho tunakiita neema, kwa sababu kinatolewa kwa yule asiyeuliza na yule asiyetarajia na yule asiyehitaji. Kwa hivyo sisi tulipofanya dhambi wala kustahili namna ya kutengeneza uhusiano wetu pamoja na Mungu, lakini kwa njia ya neema, Mungu kwa neema yake akatuokoa, akatuma mwana wake Yesu aje afe msalabani kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Kilichomchochea Mungu kutoa Yesu kwa ajili yangu, hiyo ni neema. Hiyo ni neema. Kilichomchochea Jehova kwa mwamini Yesu kwa ndoto kwa ajili ya ndoto kile ndani kemure mnendo. Wala mimi. Hiyo utasoma kitabu cha Wakolosai neno wa Efeso 2 mstari wa 8 na kuendelea. Mstari kuanzia, sikia, kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea mpaka mstari wa 15.